Ni tarehe 8 mwezi Disemba mwaka 2025, nikitumai kwamba ubuheri wa afya na kukaribisha katika taarifa zetu za leo za Ndizi saa moja. Langu jina Ronelfa na mwelekezo wangu akiwa ni Bwana Mongare Alex. Ungana nami hadi tamati. Tukianza ni kwamba baraza la mawaziri na waziri wa masuala ya kigeni na diaspora Musalia Mudavadi alizuru familia ya marehemu Mheshimiwa Joseph Hamisi Denar jijini Nairobi ili kuwapa pole za dhati na kusimama nao katika kipindi hiki cha majonzi. It's difficult, and we can only say God gives, He takes, and He's the greatest comforter of all, to you and your family. So tumekuja kusema tu pole. Yeah, pole kabisa. The rest is we have a memorial service on the 11th at Regis Baptist. Naibu mkuu anayesimamia wafanyikazi wa serikali anayehusika na utekelezaji wa miradi ya serikali Eliud Owalo amefanya ziara pana ya kukagua miradi ya serikali katika kaunti ya Migori, akiangazia maendeleo na changamoto zilizoko mashinani, ikiwemo ucheleweshwaji wa upanuzi wa barabara kutokana na nguzo za umeme, huku akionya makandarasi wanaopotosha matumizi ya fedha za umma kwa hatua kali na wanaochelewesha miradi kimakusudi. Mwandishi wetu Lennox Odede anatuarifu zaidi. Naibu wa wafanyikazi wa serikali anayesimamia utekelezaji wa miradi ya serikali Eliud Owalo ametembelea miradi kadhaa ya serikali ya kitaifa katika kaunti ya Migori, akizungumza katika uga wa Migori katika shughuli za ukaguzi wa ujenzi wa uga huo baada ya kukagua ujenzi wa hospitali ya kiwango cha 4 cha Kegonga eneo bunge la Kuria Mashariki, ujenzi wa barabara ya Ngege Ogwethi eneo bunge la Suna Mashariki, mradi wa nyumba za bei nafuu eneo bunge la Kuria Magharibi, pamoja na miradi mingine katika maeneo yote ya ubunge yanayopatikana katika kaunti ya Migori. Owalo amesema kwa ziara hizo zina lengo la kuiwezesha serikali kufahamu changamoto zinazowakabili wafanyikazi na wakandarasi katika utekelezaji wa miradi hizo. Mojawapo ya changamoto zilizobainika ni katika barabara ya Ngege Ogwethi, ambapo nguzo za umeme bado zipo barabarani, jambo linalokwamisha upanuzi wa barabara hiyo. We visit these projects at times also is to determine if there are any challenges that require intervention at higher levels. And in such instances, we will come in as a matter of urgency or as an agent of necessity to ensure that all the players, the relevant agencies, are brought on board and they do their part of the bargain. If anything, if we were working properly the way these projects are supposed to be executed, Kenya Power ought to have been brought on the board from the very beginning. And by the time the road was commencing, those the way for the power lines should have been created and those poles should have been transferred. So we'll do the necessary to ensure that Kenya Power is speedily brought on board so that those poles are moved. And also, we are also witnessing a situation where contractors are building roads but forgetting about access to other
public institutions. Yeah, that must equally be addressed. Don't wait until you complete the road, is when now you start developing the access, because the two are complementary to each other. As you build the main road, also work on the access to schools, hospitals, and other social amenities within the environs of the road. Owalo amewataka wanaochukua kandarasi kujitwika angalau mradi mmoja au miwili wanaoweza kusimamia vizuri. Amesema kuwa mojawapo ya changamoto kubwa wanazokumbana nazo kama serikali ni kucheleweshwa kwa mradi kunakosababishwa na kuepuka au kuelekeza fedha kwenye miradi mingine. We want to urge contractors only to take up the number of jobs that they are able to implement at the same time. We are witnessing a situation where you have a contractor doing a hospital, the next day is running to an affordable housing project, the next day is running onto a road. I mean, you can't be a jack of all trades. You find that government has met its part of the bargain by settling outstanding dues of contractors based on certificates that have been raised. But you find that the contractor is still having a challenge of execution of the project. So what lesson are you learning from that? That either the contractor has got so many projects spread all over the place, or the money paid to the contractor is diverted. Aidha, ameongeza kuwa serikali itachukua hatua kali inapohitajika, ikiwemo kuorodhesha kwenye orodha ya marufuku au blacklist kwa wanakandarasi wanaochelewesha miradi kwa makusudi bila udhibitisho au nyaraka sahihi. If there are good reasons why the road is behind, ordinarily they will ask for an extension of time, and there's a process within government through which that is addressed. But if there's a contractor who is deliberate, without justification, behind schedule or fails to complete a project, yeah, he has been paid based on the certificates raised, informed by attainment of certain milestones, but the contractor is still not performing, we will recommend that such contractors be blacklisted and be debarred from taking part in government tenders in future. Kwa upande wake, aliyekuwa mbunge wa Migori na pia mgombea wa ugavana John Dachepesa ameipongeza serikali kwa hatua hiyo madhubuti, akisema kwamba inasaidia serikali katika kutambua changamoto wanazopitia wanakandarasi katika maeneo ya ujenzi. I've moved with you for the 4 projects you have visited and made some observations. I do think, Waziri, that such visits are very necessary, because even the people, the contractors, may not know how to approach other sectors to come and supplement them. And the way you came today, we have realized that areas like Kenya Power or the other area dealing with electricity should have been one of the stakeholders in that project. And that is why we have that problem. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Naam, shukran sana Lennox Odede kwa taarifa hiyo kuntu. Na tukisalia bado katika hiyo kaunti ya Migori, ni kwamba wadau wa elimu katika eneo la Nyatike, kaunti ya Migori, wameitaka serikali na jamii kuweka mikakati shirikishi kukabili ongezeko la mimba za utotoni na maambukizi ya ukimwi miongoni mwa vijana, wakisisitiza umuhimu wa kuhusisha katika michezo ya shughuli chanya zinazojenga mienendo bora na kupunguza nafasi ya kujiingiza katika tabia hatarishi. We are going to have a number of tournaments so that our youth can be engaged. But again, we are bringing key foreigners like Gor Mahia is around here, FKF is also around here. We want those who are talented and are mature to be picked and given opportunity to serve in other teams. We want to bring all these people together and teach them on what they need to do to avoid and what they need to do in the event that somebody is already affected, because then we have to incorporate all these people in the society and so they don't feel neglected. Some parents are poor, they can't manage to sustain the requirements of their girls. So it forces these girls to look for extra money or pocket money from these men. Tunakuanga na community dialogue, and when we have the community dialogue, watu tunaongea na wazazi. So unaangalia vile mzazi ukimuuliza swali unaona vile anakujibu. So unaona kuna gap,
like wazazi wame prioritize kazi yao sana kushinda watoto. So unaona kuna. Na katika sekta ya elimu, katibu wa Wizara ya Elimu Julius Bikot amewahakikishia walimu wa shule za msingi na sekondari kwamba watapewa ajira za kudumu kuanzia mwaka ujao wa kifedha. Akizungumza katika eneo la Sauz Elidama Ravin wakati wa mazishi ya Brian Kuto, mwana wa mkuu wa shule ya wasichana ya Metekei Rosmel Kuto aliyefariki siku chache kabla ya mafakari yake. Teachers to be employed on permanent and pensionable is not a walk in the park. Sio kitu ya kusema kwa chukua hapa confirm. When you confirm and there is notice, what do? Watu watakula nini bila hii? So what we are telling you, and I want to speak from point of authority, is allow us to look for money in supplementary to ensure that when they are promoted, they get salary. And when they are converted to permanent and pensionable, they have something on their table. We believe with your guidance and your presence in that education committee, you will do something for us. So we are saying as teachers, we shall, come January, we shall not go back to class without teachers being confirmed. Kuambia walimu wa JSS, Mheshimiwa Rais amesikia malilio yenu. Amewasikia sana. Na nataka kuhakikishia kwamba ametuambia kwamba tujipange, tuhakikishe kwamba in the next financial year tuweze kuweka budget ili watu wetu wa JSS walimu waweze kuwa confirmed. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa kwa wakati wako ile usende mbali, wakati ambapo naenda mapumziko kwa muda usio mrefu. Nitakaporejea nitazidi kufahamisha mengi yale ambayo yamejiri kuwa wadau wa uchaguzi wametoa wito kwa wahuni waliovuruga amani wakati wa chaguzi ndogo zilizokamilika hivi majuzi kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Usibonyeze kidude. This festive season, treat yourself at Camel Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii-Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort and a 10% discount on all accommodation services. Book now and celebrate in style. Camel Park Hotel, the pride of Kisii. Je, wajua kwamba mapishi si kazi tu ila ni sanaa? Njoo tujifunze mapishi mapya katika runinga ya Ndizi TV Africa. Hapa ndipo tunapika, tunajifunza, tunakula, tunasherehekea na kucheka kidogo. Ungana nami kila siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 2 usiku katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Hapa ndipo tutakuwa tunapika vyakula mbalimbali ambavyo vitakuwa vinanukia kama vile mchuzi wa nyanya, tunapika kuku kitunguu, tunapika wet fry na vyakula vingi zaidi. Njoo tujifunze pamoja na tulete ubunifu jikoni katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Ungana nami Ronelfa katika kipindi cha Pishi Bora, tulete ubunifu jikoni.
Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, na karibu tena. Tunaposonga mbele ni kwamba wadau wa uchaguzi wametoa wito kwa wahuni waliofuruga amani wakati wa chaguzi ndogo zilizokamilika kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Viongozi hao wamesema kuwa ikiwa suala hilo halitashughulikiwa mapema, matumizi ya furugu kwenye uchaguzi yanaweza ongezeka katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Wakizungumza wakati wa tathmini ya uchaguzi ndogo zilizofanyika Novemba tarehe 27, baadhi ya wagombea walilalamikia ukosefu wa usalama na hata baada ya uchaguzi kumalizika. As I talk, after voting, I could not go home. After I was announced the winner, my family cannot access home. And we are here playing like, is it gunism ni mchezo tu? Yesterday we buried a friend with a gun wound. Hiyo bunduki walimpiga nayo, sio ya polisi. I want to thank my RO, nimemwona hapa. Bwana Lumiti, you are a good man. I don't know whether those goons have specific labels for the officers to know that these goons belongs to the government, these goons belongs to the other party. You want to secure an illegitimate victory. Then unasema ati you are a leader. And the manner in which you secured your victory is questionable. That to steal election in this country is an impossibility. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imebainisha kuwa uchunguzi wa kina na operesheni za kutendaji katika mwaka wa fedha mwaka 2024 mwaka 2025 ulizuia upotevu wa shilingi bilioni 16.5, kiwango cha juu zaidi kuwahi kurejeshwa au kulindwa katika miaka ya hivi karibuni. Wakati huo tume hiyo ilipokea jumla ya ripoti 4183 za ufisadi na kufungua uchunguzi katika kesi ya 1846 kati ya hizo. Kwa mujibu wa EACC, hongo iliyochangia 37% ya malalamiko yote, ikifuatiwa na ubadhirifu wa fedha za umma kwa 19%, huku mienendo isiyo ya maadili ikiwa 13%. Ununuzi wa uuzaji wa mali za umma kwa njia ya udanganyifu ulikuwa 10%. Mwenyekiti wa tume hiyo pia ameonya kuhusu ongezeko la visa vya watu kutumia vyeti bandia kupata ajira. Recently, the Commission convened a high-level National Ethics and Integrity Conference to address the alarming rise of falsified academic and professional qualifications. Kenya must never become a society where shortcuts supersede merit. Integrity must be upheld across every stage of our national development pipeline. It is very sad that even very senior people in government are operating under false documents, forged certificates. It is an embarrassment to our society. If you want academic qualifications, we have more than enough universities in this country. And you can go there at any time. It is not like the old days where once you left the education pipeline, you could not go back. Now you can go back. Recently I saw a 92-year-old who had gone back to do KCSE. It is never too late. So please, let's not take shortcuts. Let's follow the right channels. Na katika kaunti ya Kisii, hali ya huzuni imetanda katika eneo la Mitengero, Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii, kufuatia kifo cha mwanafunzi wa darasa la 9 kutoka shule ya Kerubo Comprehensive aliyepatikana amefariki katika mazingira ya kutatanisha. Wakazi wa eneo hilo wanaitaka serikali kuchukua hatua za haraka na kuhakikisha kuwa wahusika wanakamatwa, huku polisi wakiendelea na uchunguzi zaidi. Siku yenye alienda walienda na sister yake kwenda huko. Sasa walikuwa wanalisha ng'ombe tu huko barabarani tu. Sasa kutoka hapo sasa akaambia sister yake, wacha niteremke hivi niende kunywa maji alafu nirudi. Sasa vile sister yake alimwambia amngojee tu wamalize kulisha ng'ombe ndio warudi nyumbani wote. Sasa akamwambia wacha niende nikunywe ndio nirudi haraka.
alafu tuanze kulisha tu ng'ombe. Sasa kutoka hapo hakufika nyumbani kwa hapa kukunywa maji. Sasa tutapeleka watoto wapi na serikali iko kwetu na sisi? Mtulinde ili na sisi tuwe na uongozi bora. Kwa sababu kama watoto wanaweza uwana hapa na tuwajue. Na wewe mama mwenye unalea mtoto ambaye ni muuaji, uwe tayari uweze kututolea huyo muuaji ili ikuwe ni kitendo cha kwanza tena kikuwe cha mwisho. Waweze kuleta wahalifu wajulikane kwa sababu ni watu wa hapa karibu. Maana tendo hili bwana chifu ameongelea likifunikiwa litaendelea tena kesho ni kwa nyumba nyingine. Sasa hivi hatujapata suspect yoyote. Kesi iko kwa uchunguzi sababu maaskari walichukua hiyo kesi. Kwa hivyo tunangoja watuletee majibu. Msimu huu wakati wa likizo nilikuwa naomba wazazi waajibike, wajaribu kuangalia watoto wao, waweke tu karibu na wao ama karibu kwa boma. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika kwa wakati wako, na kufikia hapo ndipo nafika kikomo katika taarifa zetu za Ndizi saa moja. Zidi kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, tuko pale kama Ndizi TV Afrika. Usiende mbali, ifika hapo mida ya saa 3 mwanahabari wetu Jacinta Nyabeta atakuwa anarejea na taarifa mingi kwa wingi. Langu jina Ronalfa na mwelekezo wangu amekuwa ni bwana Alex Mogare. Usiku mwanana.